tusome hizi silaha ambazo Mungu anakupa ili uniambie hizi silaha unazitumia wapi. Efeso, soma kama umepata Efeso. Efeso 6:10. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Manake kuna mahali mnakoenda sasa, ili kuzichukua zile baraka ama kufika kule mahali ambapo Mungu amewaandalia, lazima muwe hodari. Hatimaye muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Si kama mnaelewa hapa? Na katika uweza wa nguvu, manake tukiwa hodari, egemeo ambako tunaegemea ni kwa nguvu za Mungu. Haleluya. Si kama kuna mtu ameelewa? Kuna mtu ameelewa? Endelea. Silaha zote za Mungu. Ukivaa silaha unaenda wapi? Na ninapoongea natamani mwe mnanijibu. Si ni sawa sawa Unapovaa silaha unaenda wapi? Ukivaa suti yawezekana unaenda madhabahuni ama kwenye sherehe. Si ni sawa? Ukipiga makeup yako vizuri unaenda kwenye kitchen party ama kwenye ubarikio. Si ni sawa? Lakini ukiambiwa vaa silaha unaenda wapi? Manake hata kuna mavazi ukimwangalia mtu unajua huyu mtu mbona yuko kisharishari huyu. Haya, nakwambia vaeni silaha zote za Mungu. Ukiambiwa silaha za Mungu, manake namna yake ya kuzitumia utatumia kwa kuongozwa na yeye Mungu, na utazitumia kwa nguvu zake yeye Mungu. Si sawa sawa Haya, vaeni silaha zote za Mungu, alafu mpate kuweza, sio kushindwa. Yaani mpate kuweza, na tunawezeshwa kwenye zile baraka 7 kuna uwezesho. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Twende taratibu. Nataka nikwambie namna hii. Hapo mahali andika hiyo alama, hila za shetani. Mungu akitaka kukupeleka mahali, akianza kukupeleka mahali, kitu ambacho huwa kinainuka ni hila za shetani. Sio kama unaelewa? Na leo nitakuonesha hila za shetani ambazo shetani ni roho, anawatumia watu ambaye tunao. Nitakuonesha hizo hila dakika hizi, nitakuonesha na utajua. Kutoka hapo ndio utapata shida ya kumjua mwanadamu. Utaelewa kumbe vingine ni hila za mwanadamu ambao shetani amemvaa. Mungu akitaka kukupeleka mahali brother, akianza kukupeleka saa ukiwa unateseka, watu ni kama hawakuoni. Vita ni kama hamna. Ndio maana huwa ninakwambia hivi, ukiona huna vita yoyote, una changamoto yoyote, hata Mungu ana kazi na wewe. Una changamoto yoyote, una hukumu wote, una mapito yote, Mungu hana kazi na wewe. Lakini mtu aliyewekewa kusudi na Mungu ndani, wewe kumbuka Yesu amezaliwa tu, mfalme akaona ile nyota, wakaanza kumwinda. Kwa sababu gani? Alikuwa na kusudi ndani. Si sawa? Sasa wewe kama una changamoto yoyote, wewe ngashtuka, uko free. Mungu ana kazi na wewe. Lakini ukiona kuna mahali unapita, wachumba wanakukataa, ujue wewe una kitu cha thamani. Amen. Watu wanakukwepa, ujue wewe ni wa tofauti. Amen. Sio kama unaelewa? Ukiona unapita kwenye vitu vigumu, wewe uko tofauti. Ulichokibeba kiko tofauti. Amen. Haleluya. Kwani nyinyi hamko muona Musa jamani? Kwenye anaenda kuwekwa kwenye kichombo mtoni, potelea mbali. Lakini ndio Mungu ameweka kitu cha kuja kuokoa taifa. Haleluya. Haya, mtumishi wa Mungu, tunazipinga hila za shetani. Kwa hiyo Mungu akiwa anakutoa mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hila huwa ni kizuizi. Weka hila, weka pale pembeni. Cha pili, kwa maana kushindana kwetu. Maana yake hapo, ukiwa umetamkiwa baraka, si ni sawa Ukiwa umetamkiwa
baraka, au ukiwa kuna jambo unaliendea, hakikisha uwe na nguvu, maana likiwa ni jambo jema lazima upige vita. Si sawa sawa? Lakini vita hivi hautavaa mishale ya kimang'ati na mkuki wa kimang'ati na ngao. Si sawa sawa? Kwa sababu hivi vita hatutapigana kimwili, tutapigana wapi? Kiroho. Maisha yetu kama unavyoona, chanzo ni ulimwengu wa roho. Baraka ambazo watu tunaziomba hapa zipo kwenye ulimwengu wa roho, tunazitengeneza kwenye ulimwengu wa roho.